Naitwa Bisaya Bwanza Chogo. Nyumbani ni Kakamega County, mahali naitwa Chakalini. Huko ndio nimezaliwa, huko ndio penye nimetoka. Na hapa mahali penye niko ni Naivasha Prison, mahali penye nilifungwa. Nimefungwa kifungo ya maisha, makosa ilikuwa robbery with violence. Uyu niwe wetabarĩra-inĩ ya njera-inĩ citũ tondu njera. Itabidi nikae tu, ningojee Mungu mwenyewe wakati ataamua, ama ile msamaha inakuanga ya rais. Pia nitakaa tu, but nitakuwa nikifundisha wale wanakuja hapa, wale wamefungwa miaka. Na wafundisha, ukifundisha wawili watatu waende, maybe mwingine anatoka Mombasa, mwingine anatoka Kisumu, mwingine Vihiga. So naona pia tutakuwa juu kama sasa kuna branch yetu ya crime sipo inaendelea. Na regret sana kufanya makosa hii. Na huo na regret, si mara kwanza na regret. Ni mara mingi sana. Juu nimekwambia every nikiamuka huo nalia machozi. Uyu ona ukimurora ni aronekana ti mundu wikangitie matuko, no arauga jera ni gucoka aracoka. Kuingia kwangu jela, sijaingia mara ya kwanza jela. Hii ni round 2. Mara ya kwanza ilikuwa ni YCTC committee. Ile nilishikwa town, nilipatikana nikirandaranda. Alafu hii ya pili nimeshikwa baada kufanya makosa ya robbery with violence, na niliingia jela nikiwa mdogo zaidi. Niliingia jela nikiwa na miaka 19 kwa hii kifungo hii. Kwa hivyo sasa niko na miaka 28. Mwanake uyu arauga maundu mathungumanire o riria agire ureri mwega. Nilikuwa na haja ya kusoma sana, but ile familia nilizaliwa ndani, hao waliangalia mali ya wazazi wangu, hawakuangalia mimi. Waliangalia ile mali ya wazazi waliwacha na wakanitupa, na nikaamua mimi mwenyewe kukimbilia town kwenda kuwa kama wengine. Kwa vile nilienda town ndio nikashikwa na hiyo makosa ya kurandaranda. Hiyo si kushikwa na makosa ya kuibia mtu ama kufanya crime. Nilishikwa tu usiku na nikapelekwa huko, nilifanya course hiyo ya agriculture nimekwambia. Kurudi pia nyumbani si kukaa nao sawa. Bado walikuwa wanaangalia mali ya wazazi wangu hiyo. So singeweza kaa nao sana, pia nilikuwa pia nimefika ile age at least. Na mimi pia nikamwambia mwenye alikufa aliacha pia mwanaume. So tukaanza mfurugano hapo hivyo, na nikaamua pia nikatoka. Ndio hii makosa ikanipata, nikaletwa jela. Niko katikati ya wasichana 6. Na mimi ndio kijana. Riu ejera gutura tene na tene. Sasa maisha ya jela ilianza 2016 mwezi wa pili. Hapo ndio maisha ya jela ilianza, kupelekwa police station, kufanya kesi na pia kufungwa. Kafungwa death sentence. Taigua ma uria ahenereirie mundu wa mwandikite wira wa kuhura bisha. Hii makosa kunipata si kupenda, but ilinilazimisha juu mwenye nilikuwa nafanyia kazi alijaribu kuninyima pesa yangu, na ikabidi na mimi naye nitumie njia ya ukora kumfuata, na nikamfuata hadi Chavakali nikamuibia. Hapo ndio nilimuibia. Nilikuwa namfanyia kazi ya kupiga picha. Wakati alikuwa ameniandika nilikuwa nafanya ile kazi ya kupiga picha kwa matanga, kwa harusi na pia kwa streets wakati wa masherehe. Na zile pesa tukisanya yeye anazieka. Sikafika mahali akaanza kunikata polepole. Anilipi ile mshahara. Na nikaamua kumdanganya twende Vihiga kwenda kufanya shooting ya matanga mahali kwa mbunge fulani. Kufika kwa barabara na yeye ajui huko, mimi ndio anajua huko. Nikampitishia vichorochoroni, hatukufika mbali sana kutoka senda Chavakali. Nikatolea toy ya pistol, nikamwambia nipatie kila kitu hapo na akanipatia. Mimi nikaenda juu najua hapo, nikaingilia vichorochoroni, mimi nikarudi kwetu. Nilipatia kamera, simu na 12,000 cash money. Idea pistol ni ya marafiki wao tunakaa nao town. Hao tu ndio jua kuna wale wamekuja jela na bado wajarekebika. So mkikutana nao town pale pia wanakupatia idea. Juu hapo Kakamega town kuna mahali palikuwa panaitwa Baghdad. Hapo ndio hiyo kikosi inakaa. So kisha shikana nao, hao ndio wanaanza kufundisha vile utakaa. Ndio. Riu thutha wa gwika giko kiu ni gutura arigiceirio ni thingo na abithaa magacenjania na matena kumuhita.
nimeshamaliza na koti zote. So nangojea either ile inaitwa power of mass ama msamaha juu kesi ya robbery. Huyu mkuu wa majaji Martha Koome alitoa, na hatuwezi, maybe ufanye petition, Mungu aingilie katikati usaidike, but nimetuma pia nikatupwa. Sasa nikasema tu wacha nitume ya pili nione Mungu akinisaidia juu kuna baadhi ya courses nimefanya hapa kwa jela. Okay, nisipotoka nitakaa tu. Itabidi nikae tu ningojee Mungu mwenyewe wakati ataamua, ama ile msamaha inakuanga ya rais. Riu aria muiguaga one kuri jera muguthi na mbere na wikinae mutekumenya ugwati uria umung'etheire. Okay, mtu kuanza kuingia crime, one ni ukiangalia huyo kijana maybe wazazi wake walikufa, ama kwa vijana wao mmoja wazazi amekufa, either mama ama baba, ama wazazi wote wamekufa, na maybe ile familia ametoka hawataki kumsomesha, au wanaangalia ile kitu wazazi wake waliwacha, kitu kama pesa, mali, shamba, hao wanaangalia, na huyu mtoto wanaamua kumfukuza. Na huyu mtoto hakuna mahali penye ataenda, si mahali penye ataenda ni street. Juu huko ndio anaweza pata wenzake akae nao huko. So akishafika street, mambo ni mawili. Either utafute mahali penye kwa hii nini za wazungu wakusaidie, ama uingie crime, kuanza kuvuta bangi, kutumia madawa za kulevya na vitu zingine. Kwa kuanzia hapo si ndio utaingia crime. Na ukishaingia crime pia ukutane na mkono wa sheria, itabidi tu uchukuliwe hivyo. Juu si mimi peke yangu mdogo, kuna wadogo kuniliko na pia wako tuko nao hapa. Okay, unajua wale vijana wa mtaani kuna wale wanasikia jela tu, but wajakuja jela, wajajua jela ni nini. Haya, wajajua crime ni nini. So wakikuja jela ndio watajua jela ni nini, but huwa wanasikia jela iko, lakini wajaingia jela, ndio sababu huwa wanajidai hivyo. But sasa mtu kama mimi nimekaa jela hadi nikiamkanga penye nimelala huwa nalia machozi sana juu nilikuwa kichwa ngumu tu kama wale. But kijana tu kama mimi kukula miaka 9 jela, surely kabisa. Sio nimejifundisha kitu. Mwanake uyu ararikiriria na kunjira hena bata mbeu njithi aingi magateithio matanaregenyuka. Ongelea kwa wale wazazi wale ambaye maybe ndugu yao amekufa na amewaachia familia, wanafaa kuwatunza kama watoto wao, wasiwaachilie. Juu wakati anamwachilia amsaidii, ndio anaendelea kumharibu. Juu wakati atakuja street atarudi kumuua, ama atarudi kumfanyia kitu mbaya, ama atafanyia mtu crime si ya kawaida yenye tulikuwa natarajia, anaweza enda kuua mtu mahali pengine. But hiyo laana inarudi tu kwa hiyo family. Kwa hiyo familia inaweza guza pia mtoto wake. So wapende hao watoto kama watoto wa wenzao, wawasomeshe, wakae nao tu vizuri, na kuwapea pia mawaidha, wasiwaachilie, na pia watunze kwa mambo na kanisa. Wakati anaona fulani amekufa ama huyu kuna mahali anataka kupotea, amrudishe kwa laini na amtunze. Njetagwo Simon Kibe, na iyo ni tabarira ya njera-ini citũ kuma njera-ini nene ya Arume ya Naivasha, kaunti-ini ya Nakuru.